ya ulimwengu yamewasonga. Watu wa Mungu, siku hii nataka kuambia kwamba hizo huruma nyingi na upendo mwingi Mungu wako nao utafika kikomo. Wacha tufanye kazi ya Mungu kama kungali mchana, kwa maana usiku wakati watu wote watataka kwenda singizini. Na hapo siku hiyo ndipo ngoma. Biblia inasema watu watasiaga meno wakilia na watapata milango imefunguliwa. Kwa hivyo ndugu zangu, wageni wetu wale ambao umeweza kufika leo, ambaye labda sio warebu wa kanisa letu, tunawaalika mshiriki katika kumjengea nyumba hekalu. Na Mungu atakapokuwa akiangalia kutoka mbinguni atawabariki na atawavuta, na hata nyinyi muingie katika safina ambayo watu wa Mungu wakiokolewa hata nyinyi mpate wokovu. Chronicles, Second Chronicles, tumalizia hapo. Second Chronicles fungu la 7 mstari wa 14. Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati ya Pili mwita 7:14 inasema hivi. Yes. Second Chronicles 7:14. Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kusiacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Asante. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Mungu anasema kwamba matendo yetu mabaya yamelaani anja hata nchi. Nchi haiwezi kutoa mazao, nchi haiwezi kutoa chochote kizuri, nchi inatoa gharika, maji yanaua watu. Lakes ndio hizi maziwa, lakes imeanza kufura, maji zimekuwa mingi hata zinaingia katika sehemu za watu wanaoishi. Tumeharibu mazingira, kila kitu. Kumbe inji na mazingira na biomo iliyo ndani iko mikononi mwa mwanadamu. Mungu anatuita kwa njia ya upole, anasema kwamba ikiwa tutagairi njia zetu mbaya, tumujie yeye, tumuombe, tugairi njia zetu, tuungane. Bwana wetu amesema kwamba kutoka mbinguni ataona na atatusamehe dhambi zetu kabisa na tutakaza. Sasa hivi hapo ameahidi kwamba kupitia sisi atabariki nchi, atabariki sehemu zote tunaoishi, hata wanyama wapate kitu cha kula, hata wale wanaoishi mistuni, hata majini wapate kitu cha kula, kwa ajili ya mazuri yale mwanadamu anafanya. So watu wa Mungu, mjue kwamba tunapofanya dhambi ambayo inapita kiasi, inaua hata wanyama wa msituni, wale ambaye ni innocent, hawajui chochote, lakini wanakufa kwa ajili ya dhambi tunaofanya. Kwa hivyo mjue watu wa Mungu, tunapofanya mambo machafu katika dunia, tunabeba damu hata wanyama wale ambao hawajui yale ambao tunaofanya. Kwa ajili pale mwanzo Mungu alipounda mwanadamu, alimpatia uwezo hata ya kumtawala mnyama. Kwa hivyo we as the king tunafanya mambo mabaya ya kuangamiza vile vitu ambavyo Mungu aliweka mkononi wetu. Kwa hivyo wito huu wangu nataka kutoa mchana wa leo kwamba wacha tumjengee nyumba hekalu ambaye Mungu amesema itamfurahisha, na katika mahali pale atatubariki na mambo mazuri, na mahali pale atakapo